mzazi mwenye akili timamu, mwenye busara zake, anaweza kukubali mtoto akampanda kichwani? Pande juu ya kichwa. Nataka kuunga mkono jambo hilo, sitaki kusikia, sitaki kuona. Na wewe nakwambia uwe makini kabisa kabisa na maneno yako dhidi yangu. Kwa hiyo wewe toka ulivyotoka huyu mtoto huna mawazo, kwa sababu umeona ameikataa tamu ya ndani akaionje ya nje, si ndio? Sasa unajua yuko wapi mpaka dakika hii? Nikiletea mwanangu hapa mzoga kashakufa hapo, utaniambia nini? Ndio jibu lako hilo tena? Ndio jibu lako? Hilo ndio jibu? Sina kuuliza, hilo ndio jibu la mtoto? Mimi namtaka mtoto wangu. Majuto, najuta, majuto yamenikuta. Sasa mimi nimekuita hapa kwa jambo moja. Nilikuwa nahitaji kujua changamoto gani au matatizo gani aliyokupata mpaka nikakuta katika mazingira kama haya. Maana ya maisha kuna leo na kesho kutwa. Usije ukaniletea pila hapa ika jinsi gani. Kwa nilikuwa nataka kujua kipi kilichokupata. Matatizo yalionikuta katika mazingira haya. Mimi nishafika, maana nyumbani sio mbali kutoka hapa, ni nyumba 3 tu. Maana nyumbani wazazi wenyewe ni wakali hao. Basi sawa, kuna shida, mimi nimekuelewa. Mbona niangalia hivyo? Kuna namna kila nikikuangalia najikuta tunatabasamu. Kwa nini? Ni kutokana na namna Mungu alivyokuumba. Mungu akupa uzuri wa pekee sana. Na hekima aliyoweka ndani yako, na unaonekana binti mtaratibu sana. Mimi binafsi nina vingi sana vya kujisifia. Kwa sababu umeweza sana kuuteka moyo wangu. Ni mwanamke wa pekee sana kwenye maisha yangu. Mimi binafsi sitoweza kukupoteza hata siku moja. Na hautokaa kujuta kuwa na mimi. Asante. Na mimi pia nimefurahi sana uwepo wako katika maisha yangu. Ila ninachokuomba, naomba usiniumize. Maana wewe ndo mwanaume wa kwanza katika maisha yangu. Kwa naomba usiniumize, ukanifanya nichukie mapenzi. Usiombe shaka.
Poa, mzima? Mzima. Za siku mbili hizi? Salama. Maana sijakuona siku mbili hizi. Wewe tena, nimetoka nyumbani kwenu huko sijakukuta na nimekusubiri hatari. Umetoka kwetu? Kumbe umetoka hapa? Mimi nilikupoa hapo tu. Hapo wapi shoga yangu? Sio mbali. Wapi shoga yangu, nanificha kitu. Sasa shoga yangu, mimi nikwambie tu. Mimi nimepata mwanaume. Yaani mwanaume nampenda hatari. Yaani sioni sisikii. Mwanaume gani? Maki soko wanaume wa huu mtaa, malaya hatari. Haya, naambia mwanaume wako wewe ni mwanaume gani? Nikutajie, uniibie. Suni natangaza ndoa. Kwa shoga yangu, unahisi mimi nitakuibia bwana? Atakuniambia. Hivi sasa hivi kuna urafiki? Kwanza sikia nikwambie. Ushana Mungu ananitafuta. Na mimi ndio nishichelewa nyumbani. Kwa hiyo tutaonana, tutaongea kwa heri. Shamaila. Haya. Majuto yamenikuta. Nilizani msela, kumbe msela safi. Yani msela ila msela mtanashati. Kuna matata wa Mbeya wanachamba umbea. Wambea kutwa kucha umbea, wanasutana umbea. Simu yako imenishtua, una shida gani? Sasa mbona umekaa mbali? Sogea basi karibu hapa. Nakusikiliza. Kwanza mimi nafurahi sana yani kwa wewe uwepo wako hapa. Sikutarajia simu niliyokupigia tu ukafanya haraka kuweza kufika. Tena kwa muda mwafaka. Aisha, unajua nimekaa nyumbani peke yangu hapa. Nimeboreka, sina mtu yote wa kupiga naye hata story. Sitoshe nimekumisi sana yani. Yaani kunikumbuka kwako ndo usiku. Si unajua mimi naishi nyumbani kwetu afu na zangu ni wakali. Sio changamoto kwa upande wangu. Kwa sababu hili ni jukumu la moyo wangu. Moyo wangu ulikuhitaji. Na kama nilivyokuambia, wewe ni mwanamke wa pekee sana kwenye maisha yangu. Unaishi ndani ya moyo wangu. Hivi kama ingekuwa na mwanamke mwingine, singempigia simu mwanamke mwingine akaja hapa. Why nimekupigia wewe? Unapaswa kujua kwamba wewe ni mwanamke ambaye anakupenda. Bado nimekosea? Hapana. Sasa mbona kama uko sawa? Hapana, mimi niko sawa. Nikwambie kitu. Aisha ni mwanamke mzuri sana. Yaani mwanamke mzuri sana. Na mwanaume yote aliyetimia hawezi ficha kuongea ukweli kwa uzuri ulionao. Inaonekana Mwenyezi Mungu alikupendelea sana. Na alikuumba akiwa ametulia, majukumu yake yote yamekwisha. Akaona sasa hichi kiumbe kilichobakia sasa nahitaji nikipeleke duniani kikiwa ni kiumbe cha tofauti sana. Na hisi nitakuwa peke yangu. Ndio. Kweli? Ndio. Nimekuandalia zawadi. Surprise gani? Usijali. Utaifahamu. Ila zawadi hii haiko hapa. Naomba tunyanyuke. Tuelekee sehemu zawadi ilipo. Sawa, mimi nitaenda, lakini nakupa dakika 2 tu. Unajua mimi nyumbani nimeondoka, yani nahisi mida hii ndio babangu anarudi. Kwa hiyo naomba yani sitaki kuchelewa. Mbona hizo dakika 2 ni nyingi sana? Naofia tu dakika hizo sije ukazizidisha wewe mwenyewe.
kwa sababu ni surprise nilikuandalia ya maana, na imani utafurahia. Eti ningejua sia zake, asingeumiza sia zangu. Eti ningejua moyo wake, asingeumiza moyo wangu. Ugomvi kidogo anataka tuachane, anajua nampenda na mimi kweli nampenda yeye. Eti ningejua yana mwisho, eti ningejua yana kuisha, eti ningejua yana mwisho, eti ningejua yana kuisha. Mama we, majuto yamenikuta.